tunayoyasikia sio yanayotendeka kwenye maisha yetu, au tunayojifunza sio yanayotendeka kwenye maisha yetu, kwa sababu yule anayejiita mtaalamu, yule anayejiita mwalimu anajaribu kufunza tabia zake, na tabia zake hazifanani na mtu mwingine. Yaani niseme kwamba njia zake alizopitia ili awe mtaalamu, ili awe mwalimu, hawezi akazifundisha mwingine. Yaani hata kufunza haziwezi kukupa manufaa yoyote, yaani haziwezi kutimia kwako, kwa sababu Mungu anaongoza mtu binafsi. Yule gapita kwa njia zake akafaulu, halafu wewe anataka kukwambia njia zake alizopitia. Yaani ndio maana nimesema mtu hatakiwi kufunza mtu yeyote. Anayetakiwa kujifunza ni mtu pekee, kujifunza yeye kama yeye, akaweza kuelewa maisha yake, yaani akajielewa, akajijua yeye ni nani. Hicho pekee ndicho kinaweza kufanikisha mtu, ndicho kinaweza kusababisha mtu akafanikiwa. Ila haya mafunzo yanayopita mitandaoni, fanyeni hivi, kweni hivi, jamani, hao niseme kwamba hao ni wachawi. Yaani wanawaroga bila kujua. Kwa sababu kila mtu ana njia zake ambazo hazifanani na mwingine, hazifanani na za mwingine. Sasa hizi habari tunazojifunza, tunazoziona, tunazosikia, yaani ni vitu tu vya kutupigia kelele tu, vya kutupigia kelele. Tunatakiwa tuviache vikapite tu, kwa sababu hatukiviweka kichwani kwako havitafanya kazi yoyote. Havitafanya kazi yoyote. Yaani hatutakiwi kufunza yaani hatutakiwi kufunzwa na mtu yeyote. Tunatakiwa kufunzwa na Mwenyezi Mungu tu peke yake. Yaani wewe jaribu kuomba Mungu aweze kukufunza wewe kama wewe, sio binadamu akufunze. Hawezi akakufunza jamani. Hawezi akakufunza, kwa sababu atakwambia tabia zake tu, njia zake tu, vipaji vyake tu, na hajui kilichoko ndani yako ni kitu gani. Sawa. Na pia binadamu au kiumbe yoyote yaani anafanya kimaslahi yake, yaani kwa maslahi yake tu, yaani anatafuta kijitafutia. Yaani utazana anakupenda, kumbe anakuhitaji. Yaani anakuhitaji. Yaani amekuona kama fursa kwake, yaani wewe atakutumia kimaslahi yake binafsi, kwa maslahi yake binafsi. Wewe utazana anakupenda. Hakuna anayekupenda zaidi ya Mungu. Mungu pekee ndiye anakupenda. Viumbe wengine watakuhitaji, watakutumia kimaslahi yao, yaani kwa maslahi yao tu. Utazana na kufunza, kumbe hapana, hakufunzi. Baada na kuhitaji kwa maslahi yake binafsi. Aidha atakuwa ni mtu fulani anakuhitaji kwa mambo fulani. Ndio maana anakuja kwa kukufunza, kwa kuonyesha njia, pita hapa, kumbe ni kwa maslahi yake binafsi. Sawa? Ninawatakia siku njema. Pia msisahau kujifunza ili mjue yaani fursa zenu ziko wapi. Watu wa fursa kwenu ni watu wa kina nani? Ni watu wapi? Au vitu vya fursa kwenu ni vitu vipi? Ni vitu gani? Hapo ndipo mtajua ninyi pia kuweza kuishi kama nyie. Hivyo vyote hakuna mtu atakayewafunza eti fursa yake iko pale. Hapana, hayupo. Mtu pekee ndiye atakwambia hivyo, ndiye atakufunza akwambie hivyo, ndiye atakwambia siri zako. Sawa? Nawatakia siku njema. Pia nawaomba muendelee kunisubscribe, kunilike, msisahau pia na kunishare. Asante.